Kulikuwa na wanandoa waliokuwa maarufu kijijini kwa upendo wao uliokuwa wa kupigiwa mfano. Nuru na Majid walikuwa wameishi pamoja kwa miaka 8 na kila mtu alitamania ndoa yao. Kila mahali walipoenda walionekana kushikana mikono, wakicheka na kupeana maneno matamu, lakini nyuma ya pazia, ndoa yao ilikuwa na nyufa zisizoonekana kwa macho ya kawaida. Majid alikuwa na wivu uliopitiliza. Kila rafiki wa kiume wa Nuru alionekana kama tishio kwake. Alianza kumdhibiti, kumpiga marufuku kutumia simu, kutoka nje au hata kuvaa mavazi fulani. Nuru, kwa upande mwingine, alikuwa mrembo, mwenye akili na mwenye roho ya upole. Alivumilia, akitumaini Majid angebadilika. Siku moja, Nuru alikutana na rafiki yake wa zamani, Salim, wakiwa sokoni. Walizungumza kwa dakika chache tu, lakini hilo liliwasha moto mkubwa. Majid alipogundua, hakusema kitu. Alikaa kimya kwa siku 3, akijifanya kuwa sawa. Usiku wa 4, Majid alimpikia Nuru chakula kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu. Walikula pamoja, wakacheka, kisha wakalala. Lakini usiku huo huo, Nuru alianza kujisikia vibaya. Tumbo lake lilianza kuuma, jasho jingi likamtoka. Aliamka akihema, akimwamsha Majid. Majid alimtazama tu, macho yake yakiwa na giza lisiloelezeka. Umenifanya niwe mnyama, Nuru, alimwambia kwa sauti ya chini. Na sasa, hakuna atakayekupata. Nuru alikufa kabla ya alfajiri. Alikuwa ametiwa sumu. Majid, akiwa mwenye hatia na maumivu makubwa, hakukimbia. Aliandika barua. Ilisema, nilikupenda sana hadi ikanifanya niwe muuaji. Samahani, Nuru, heri tukutane huko mbele. Kijiji kilishtuka. Hadithi yao ikawa onyo kwa wote. Mapenzi ya kweli hayawezi kuishi palipo na wivu, udhibiti na hofu.